madhabahu ya ulevi yakiwa kwenu. Kwa hiyo familia lazima mtu atoka hapa ambaye ni mlevi. Yes. Madhabahu ya kwenu kama mama yako amewahi olewa kwa ndoa mbili na huyo uko sahihi kwa moja, jua ya kwamba na wewe yako iko karibu kuisha. Sure. Hiyo na wasema ni kweli. Mke wa pili na wewe ni wa kwanza, jipange, kuna wa pili anakuja. Na ni roho. Si mamako ni wewe amekuzaa. Na mko na hiyo sasa connection. So kama mko connected na yeye, yanakosa kufanya kazi. Bwana asifiwe. Amen. Kama mzee ni mlevi, lazima mlevi. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Lakini ukishajua ukweli, yes, na ufuate neno la Mungu, yes, ni rahisi kukataa hayo madhabahu ya kwenu. Yes. Usifikirie hizi viburi mnapopanga ni zenu. Si nyinyi. Ni madhabahu ya kwenu. Bwana asifiwe bro. Ni madhabahu, si wewe. Wewe uliumbwa uko sawa. Inakukontrol. Bwana asifiwe. Amen. Unazaliwa mahali watu ni masikini. Usipokata hayo madhabahu, umasikini unakufuata tu. Ndio maana unafika Nairobi unafanya kazi miezi 2. Unafika mahali unapiga hesabu. Oh, nimeng'ang'ana, nyumba imenishinda kulipa, hii imenishinda, acha nirudi nyumbani. Mimi nimekuita kwenu. Ni madhabahu. Yes. Hiyo roho imekuita. Hakuna mtu alikupigia simu eti mtoto wangu kazi imekuwa ngumu. Sina wewe ung'ang'ana kama wanaume wengine. Lakini hutang'ang'ana kwa sababu gani? Madhabahu ya kwenu yamekuita. Yale ya umasikini yanataka upate pesa. Umejiuliza swali, kwa nini unafanya kazi miaka mingi lakini ya uendelee? Madhabahu ya kwenu. Madhabahu ya kwenu. Ndio nakwambia bwana. So pesa. Yaani unapata tu shughuli. Unapata pesa tu, unapata tu shughuli. At the end of the day, pesa ulipata yote, hata nikikuuliza ulilipa ulifanyia nini? Hakuna. Kitu unaweza kuwa umenunua ni kiatu ama nguo, nayo unanunua. Lakini maendeleo hauna. Nini? Madhabahu ya kwenu si wewe mbaya. Kama kwenu kuna hiyo spirit ya umaskini. Yes. Lazima mtu ainuka hapo. Ambia jirani yako, mimi ndio nitainuka hapo. Mimi ndio nitainuka hapo. Kuanzia leo mimi ndio nitainuka. Na hiyo madhabahu hayataniweza. Yes. Bwana asifiwe. Amen. So sometimes hiyo kuna mimi naangalianga generation ya huko kwetu. Kama mamangu angeokoka. Yeye unajua aliokoka lakini alikuwa anaonjanga pombe kidogo. Wenye mlimuona anakaa silent. Haongeangi. Lakini alikuwa anaonja, lakini mzee yeye alikuwa hatari. Yeye analala mpaka tunaenda kumchukua, kumwokota kwa mtaa. Lakini ukiangalia generation yote kutoka hapo mpaka huko mtoni mahali mlienda, wale mwenye mlienda asubuhi mpaka hapo ndio kulikuwa kuliwa. Unajua uliona babangu kidole moja inakaa hivi. Aliumwa juu ya pombe. Haikunjiki. Na mwenye alimuuma ni ndugu yake. Unaona hapo mahali tuliteremkia hiyo nyumba iko hapo kwa barabara. Huyo mzee ndiye alimuuma. Juu ya pombe alimunyima pombe, wakakutana kwa njia ulininyima ukapea ule. Uzaaka mzidi ngumi, kaenda kidole. Shosha akauza mbuzi,